Sasa ile mishe bana inabidi tufanyie mpango kesho tumalizie. Maana leo tumetembea sana mwanangu. Inabidi kesho tufanye harakati tumalizie. Na ina noma mwanangu. Pamoja. Aina haja karibu maana nishavurugwa huko nilipotoka mdogo wangu. Ndiko. Baby basi. Huko kwema lakini sio sana. Kwa nini ndugu? Shavurugwa mwenzako hapa, akili haijakaa sawa. Michongo yenyewe bado haijakaa sawa kabisa niko kazini. Adili ni sasa hapo bwana. Yaani kiujumla yani bosi ndo kipengele kwa sababu naona kama bosi ananigumia sana mimi, alafu ndo hivyo. Nishafukuzwa mpaka kazi hapa, sielewi mdogo wangu. Ila blaza, uvumilivu tu unahitajika kwenye kazi au vipi? Ukisema hata wewe bosi wewe utaongea naye tu mvumilie, mambo yatakaa sawa, wala usijali. Yaani mpaka kumvumilia hapa nilipofikia nimeshachoka mdogo wangu. Maana nimeshamvumilia vya kutosha. Alafu sielewi. Nishavumilia vya kutosha bosi. Yaani bosi kama bosi. Nimeamua kuachana naye kibosi kama hivyo tu. Hapa sielewi yani cha kufanya mwanangu. Ila basi nielekeze. Wewe kutoka asubuhi mwenyewe unaelewa kabisa mimi hapa niko sielewi kabisa. Mimi nipo na njia. Wewe unafanyaje siri utengeneze chochote hapa tupate kula. Mwanangu, hapa mwenyewe sielewi. Yaani sielewi mwanzo wala mwisho. Yaani ukiniendelea kunilalamikia kuhusu wewe njaa, utakuwa unanikondesha na mimi mwenyewe. Maana sielewi, yani sielewi nifanye nini yani. Ila blaza sio kwamba nakukondesha. Wewe mwenyewe umenipokea hapa kama mdogo wako. Afu mimi nakuchukulia ukiachana na blaza, mimi nakuchukulia ni kama ndugu yangu wa damu. Sasa wewe mimi nakuangalia wewe tu blaza. Sababu wewe unaona kama vile unanikosea. Ukizidi mazingira wewe mimi nipate kula. Ukisema hivyo utakuwa mwenyewe ndio unajikosea kwa sababu mimi nilikuwa nahangaika kwa sababu yako na tulikuwa tushindi na njaa, tulali na njaa. Leo hii nakwambia bosi ameleta tifutifu kazini. Leo unakuja kunipandishia kibezi kwangu. Unataka nini? Sio nakupandishia blaza. Wewe unaelewa njaa inaua, afu njaa inauma. Njaa inauma pale unapojisikia unapokaa bila kula. Yaani ukisikia njaa inabidi utoke ukatafute kama mimi. Wewe umeshaanza kujitambua hapo mtoto wa kiume sasa hivi. Alafu tena unabidi una kazi ya kuniambia mimi nikutafutie kula wewe. Una maana kwamba mimi labda nani kwako yani? Paka unaniambia mimi hivyo. Baza, mwenyewe sina wewe ni kaka yangu. Ni sawa, mimi ni kaka yako. Wewe unyewe ushafikia umri wa kujitambua hapo, umri wa kutafuta kwamba nina nini cha kufanya ili nipate kula. Wafikiria nimetoka asubuhi mpaka sasa hivi hujala chochote. Nikifikiria kama ningekaa au nilale huko ingekuwaje? Ungekaa na njaa wewe? Ningekaa na njaa, sasa ningefanyaje? Nisikilize kwa makini dogo. Mimi hapa sina uwezo wa kukulisha wewe. Na mimi hapa nilipo sina hela yoyote na wala sina chochote. Kwa hiyo fanya mpango wewe wa kula. Kama vipi ujiandae ukafanya kwako mbele. Maana mimi sielewi. Sawa, mimi sijakataa kutoka kwako, lakini hiyo ndio ulipokea na kama inawezekana basi ngei nauli mimi nitembee. Siwezi kugea nauli maana hata ulipokuja sikukupa nauli yangu mimi. Wewe ulikuja mwenyewe kwa miguu yako na nauli yako. Kwa hiyo mimi siwezi kukupa nauli. Ufanye uondoke hapa kwangu maana mimi sikuhitaji tena. Nimeshachoka kukaa. Unaenda wapi tena? Sijajua utaenda wapi. Maana ulivyokuja maana sijajua ulipotokea. Kwa hiyo sasa cha kufanya na kuomba uondoke hapa kwangu maana mimi sielewi chochote na wala sina mpango wowote wa kukufanya wewe ule uvae ushibe, yani sina mpango wowote. Kwa hiyo fanya uondoke. Naweza mimi kama inawezekana mimi hapa kwako stoki na siendi kokote. Mimi sielewi cha kufanya. Wewe fanya mpango uondoke, mimi sielewi. Blaza mimi siondoki hapo. Mimi sielewi cha kufanya mdogo wangu. Kwa hiyo wewe fanya mpango uondoke. Mimi sina cha kufanya juu yako. Fanya mpango uondoke. Mimi sina cha kufanya. Blaza, mimi hapa kwako stoki. Kama inawezekana wewe mimi nigei hela nikanunue. Bwana mimi sielewi. Utajua cha kufanya mwenyewe. Nakupa siku 2 za kukaa hapa kwangu. Ujiongeze.
Usipojiongeza mimi nitajua cha kufanya, ila wewe na kuomba uondoke hapa kwangu, sikutaki. Naomba ngapumzike. Sitaki kelele. Brother naomba nisikilize. Siwezi kukusikiliza kwa chochote mdogo wangu. Naomba uondoke kwangu. Samahani sana. Samahani lakini naomba nisikilize hata kidogo. Hapana, siwezi kukusikiliza mimi. Wetu Labie kama kawa vipi? Harakati ni aje? Nipange mwanangu. Pange wapi ndugu yangu? Kitambo. Nipo tu. Bila kuchoka ndugu yangu. Mbona maelekezo? Mbona kinyonge sana ndugu wetu? Sasa wewe acha tu. Maisha yangu changamoto. Pengine nini ndugu wetu? Sasa pale zali kashazingua ameniambia mimi nitoke pale kwake. Kwa hiyo hata nipo sielewi hapa nafanya. Ndio kuomba labda kwako ushauri kama inawezekana, nishauri chochote basi mimi nijue nafanyaje. Kwa ndo maisha yangu. Yaani kwamba bro pale hakutaki tena ndo nini kama hivyo wanakuletea hapa sompa nini? Ndio hivyo yani mimi nipo sielewi, ameniambia kwa nataka oe pale nataka msogeze shemeji. Kwa kama inawezekana nilikuwa naomba ushauri kwako. Yaani kwamba utoke mjengoni ama vipi? Wewe rafiki yangu mwanangu, afu hicho ni changamoto kinoma, ni kwamba mimi siwezi kusema kwamba ugome kutoka pale mtani kwake ama vipi, itakopo uongo. Kwa sababu gani unajua? Yupo sahihi, afu kicheke mtoto wa kiume mwanangu. Mwenyewe usimuona hapa maskani? Mimi hapa sijapanga, mimi hapa mtani kwangu. Hivyo unapambania nini hivyo, dele moja natoka nageuka nini na force mazingira yangu hivyo fresh. Yupo sahihi, kwa hiyo usione kama anakukazia hivyo, hamna. Yupo sahihi tu kwa kile anachokiongea. Sema nini? Usikie kinyonge sana afu zingatia kuhusu hilo. Ama vipi? Poa. Fresh mmoja nimekaa sana hapo mwanangu, unajua mchana nataka ni force nini kwanza? Hata mazingira msosi tutasomana ama vipi? Pamoja, wewe mwenyewe nikatengeneze basi pale ili nipate kula. Usikie kinyonge sasa changamka. Kangboy. Nakubali. Poa mwanangu, hamna noma. Mida basi. Fresh pamoja. Asante. Halo. Ndio. Habari. Salama kabisa, habari gani kijana? Hapa salama. Hapo za kwako vipi? Mimi niko salama kabisa, huko kwenu huko. Salama. Mzee wangu nilipata habari kwenye
vipeperushi nilikuta vimebandikwa. Ndio. Nilisoma mahali nikakuta kwamba unaweza kunisaidia matatizo yangu. Ndio. Kwa hiyo nikaona nisiwe kinyonge nikupigie nijue tunafanyaje mzee wangu. Awali ya yote kwanza nashukuru kabisa wanda wa kunipigia. Pia kingine hapa kijana wangu umefika ni eneo husika kabisa, hujakosea namba. Sawa. Na pia mimi nitakusaidia matatizo yako yote ulionayo. Nashukuru kusikia hivyo mzee wangu. Kwa kweli nina shida sana ya kusaidiwa. Nahitaji msaada wako mzee wangu. Nitakusaidia kijana wangu wala usio na wasiwasi. Sawa, sasa mimi nilikuwa na ombi kwako. Ndio. Nilikuwa na ombi moja tu, nijue wewe kweli ni mganga wa kunisaidia mimi. Ndio. Nilikuwa nataka unielezee jinsi mazingira yangu yalivyo ili nijue kabisa wewe una uwezo wa kunisaidia. Kijana, awali ya yote kwanza. Ndio. Hapo nyumbani kwako unapoishi unaishi na mdogo wako. Ndio. Na wewe mdogo wako mna mfaragano naye kwamba hamuelewani hapo hata kama mnaishi nyumba moja, lakini kuna mfaragano baina ya wewe na mdogo wako. Kweli. Kwa hiyo mimi nitakusaidia wala usio na shida. Haina shida mganga, maana hivyo vitu ambavyo unasema ni vya kweli. Mimi na mdogo wangu hatupo sawa. Tunafarakana sana, hapa tuelewani, yani hivyo tu, yani kwamba tuelewani mimi na yeye. Hapo umefika kijana wangu, nikuondoe hofu. Hapo umefika, mimi nitakusaidia shida zako zote ulizonazo, nitakutatulia wala usio na wasiwasi. Sawa mganga, ila kikubwa nilichokuwa naomba kwako, nilikuwa nahitaji unifanyie wepesi wa kufanya biashara zangu na kwenda sawa. Kiujumla tu ni kumiliki pesa. Maana naona kila kazi nitakayofanya naona bado sifanikiwi kwa kile nitakachokifanya. Hapo umefika kijana wangu, nikuondoe hofu kabisa. Ila kingine utaweza masharti. Mimi kusaidia naweza, ila utaweza wewe kuyaenda haya masharti ambayo nitakupatia wewe. Kuhusu masharti mganga wangu siwazi, kwa sababu mimi ndo nimehitaji kuwa hivi na nimekutafuta. Wala hata usiwazi kuhusu masharti kwa sababu mimi nipo na wewe pamoja. Sijali, kama utaweza kuyamudu masharti ambayo mimi naweza nikakupatia sawa. Yaani swala la wewe kuwa na fedha, kupata kazi, hayo ni masuala mepesi sana kwangu, maana kuna vijana tayari wengi nishapitia kwa awali. Sawa. Naomba masharti niyajue ili niweze kukulani. Sharti la kwanza. Huyo mdogo wako ambaye ampatani naye hapo nyumbani inabidi umtoe kafara. Sawa. Kwanza nifikirie mganga, alafu nitakuja kukwambia, nitakupigia simu tena nikujuze kinachoendelea. Sawa, hamna shida. Sawa. Asante. Asante. Vipi? Karibu. Mdogo wangu siku 2-3 hizo uonekani kabisa nyumbani. Ulienda wapi? Nilitoka baza. Yule ambapo ulitoa wewe maamuzi kwamba nitoke nyumbani kwako, ndio mimi nikamwona nitoke baza. Uliniumiza akili sana ulipoondoka. Yaani niliwaza mambo mengi sana kuhusu wewe mdogo wangu. Wewe ulikuwa unakuwaza hata wewe tu hapa. Sielewi mdogo wangu, yani hapa tunafanyaje? Yaani kama ile siku ile nilikukwaza, naomba unisamehe. Maana nilikuwa na hasira, kazini yenyewe ndo kama vile nilivyokuambia, alafu nikaja nikakutana na wewe ukanichafua kihivyo.
Kwa hiyo nikawa sipo sawa. Najua binadamu tuna makosa, wote tunaumbiwa. Kwa hiyo naamini utanisamehe mdogo wangu. Ije yote blaza. Sisi wote ni binadamu na pia tumeunduma pungufu. Ndio. Mimi siwezi kukataa kukusamehe sababu ni ndugu yangu. Na leo ndo nilipokea hapa mtaani. Mimi nimeshakusamehe kutoka siku ile nimetoka hapa. Sababu unifuza kwa kutaka wewe, bali tayari unaona nyumba wangu nimeshafikia ndio nilipofikia. Ndio. Blaza wewe usio na wasiwasi. Tuishi tu kama mwanzo. Sawa, asante kwa kunisamehe. Ukisema hivyo unamaanisha kwamba umeshapata kazi ya kufanya au una shughuli gani ambayo unafanya sasa hivi? Kwa wakati huu blaza nisiwe muongo, kusema kweli sasa kuna kazi ambayo mimi naifanya hapo mtaani ambayo inaniingizia kidogo chochote ambapo 200 200 ili niweze kupata kula. Ni sawa mdogo wangu, na ninashukuru kwa kujiongeza. Na hisi itakuwepo kama fundisho au funzo nilikupatia. Nashukuru kwa kufanya hivyo kwa sababu najua umeshakuwa mtu mkubwa sasa hivi. Nashukuru blaza kwa ushauri wako. Vile nasema asante sana kwa maneno, lakini blaza kwa naomba hifadhi hata ya mwezi mmoja hivi. Ambapo mimi naendelea kufanya kazi huko ili niwe na hifadhi hapa vichenji vyangu. Baada hapo then mimi nitatoka nyumbani kwao. Hilo halina shida kwa sababu wewe ni mdogo wangu na ni ndugu yangu. Ndio. Halina shida hilo. Mimi nishakuomba msamaha na pia karibu sana nyumbani. Wewe hapa unaona kama kwako kwa sababu ni kwangu pia na wewe ni mdogo wangu, tumezaliwa tumbo moja. Wewe enjoy na uone kama nyumbani. Asante sana brother. Sasa cha kufanya hapa mdogo wangu. Hapa sina hela. Fanya kanichukulie fegi hapo dukani afu niletee. Hamna shida brother, ngoja basi niende. Na steam hapa sasa hivi, unaelewa? Sio mwenyewe nimeomba na siku 3 hizi. Wewe fanya kwanza mandingo afu ni ufaitishie mazingira. Poa basi, bora uchukulie fegi. Zajero zinatosha. Zajero tu zinatosha fegi. Poa. Ndio. Ndio kijana. Umenipigia? Nimekupigia mzee wangu, nimekurudia tena hewani. Ndio. Mzee wangu, ni kweli ulivyosema, lakini naomba nibadilishie masharti kulingana na jinsi ambavyo tunaishi na mdogo wangu, alafu pia kutegemea pia tupo wawili tu kwenye familia yetu. Kwa hiyo naomba unibadilishie masharti ili niweze kujikomoa kwenye shida kama hizi. Sawa, hamna shida. Kama ni hivyo basi nitakubadilishia masharti. Ndio. Kama ndio hivyo unahitaji pesa basi inabidi tumfanye awe kipofu huyo mdogo wako. Sawa, ni sawa kwa sababu ni njia pia mojawapo ya kupatia pesa na kufanya tuishi kwenye mazingira mazuri. Ni sawa mganga, nimekuelewa. Umekubaliana na masharti? Nimekubaliana na masharti haya. Kama umekubaliana na masharti basi inabidi ulipe kiasi cha 500,000. 500,000. Ndio. Sasa hapa kwenye simu ninayo 200,000 tu. Naomba nikutumie hii 200,000 alafu 300,000 nitamalizia hapo mwezi ujao. Sawa, hamna shida. Kama inawezekana basi niingizie kwenye hiyo namba ambapo umenitafuta hapo awali. Sawa, nitakutumia. Sawa, hamna shida. Haya, sawa mganga. Nashukuru. Sawa. Nimetuma kwanzia muda mrefu mpaka sasa hivi. Hivi kumbe dogo
hivyo, nimekutuma muda wote umekaa hapa. Vipi? Nyuma sijafika, naona mishipa ya kichwa inaniuma hii. Oh. Kumbe. Kwa kitambo. Shida ni nini? Unaumwa na nini? Kichwa tu ni kinaona kinauma kwenye mishipa au pembezoni kinauma, ni hadi sielewi hapa ninafanyaje basi. Hebu ingia ndani kwanza ukapumzike. Sawa. Ingia ndani kwanza ukapumzike. Sasa kutuma muda wote alafu ndio hivyo ukaona kimya nikajua endelea wapi. Kapumzike kwanza mara moja afu utajua utafanyaje baadaye. Unaweza kuamka poa baadaye. Sawa, hakuna shida. Haya poa. Hello. Mzee. Ndio. Habari tena? Salama walizo amenitani. Salama, jana usiku nilikurushia kwenye ile line yako kile kiasi cha hela, ulikiona? Nashukuru nilikiona. Ndio. Baada ukiona nikakosa muda tena kutafuta, lakini nashukuru, asante sana nilikiona. Hata mimi simu usiku ilizima, kwa hiyo na nikapitiwa pia na usingizi, kwa hiyo nikakosa muda pia mimi kutafuta. Ndio. Oh, nashukuru kwa hicho kiasi ulichokikubali. Mwezi ujao nahisi kama nitafanikisha nifanikishe chote. Wala usijali, hilo swala dogo tu limeisha. Sawa. Hamna shida kijana wangu. Lakini vipi hapo hali ya wewe hapo unaonaje lakini kwa sasa? Sasa hivi hali naona kama inaenda vizuri, maana nimemuona kuna dalili ambazo zinajionyesha zinaanza kutokea. Ndio. Naona anasema kichwa kinamuuma nini. Siwazi, maana hapo vimelea niko mtupia mimi hapa, maana nimechoma dawa niloitumia hapa ni kwa kuichoma, kwa maana hizo vimelea vitamtafuna hiyo taratibu, mwisho wa siku atakuwa kipofu akashindwa kuona. Sawa mzee wangu, nimekuelewa. Hamna shida. Wadogo. Wadogo wangu. Oya vipi? Vipi unaendelea? Bado. Hebu simama kwanza. Basi unasikiaje? Basi. Sio. Hauoni? Sioni blaza. Hauoni vipi? Sioni. Sioni. Hebu simama kwanza. Hebu nifuate nilipo. Unazingua dogo. Uone kweli? Sioni blaza. Hebu. Sioni. Wewe, uone kweli? Blaza sioni. Sioni. Sasa hapo tunafanyaje ndugu wangu? Nikakutafutie tiba kwanza. Hata mkaa kwanza. Utafikia hata vidonge kwanza chali yangu kunywa. Sioni blaza. Ngoja kwanza.
gani? Safi bwana. Niambie bwana. Safi. Kama kaa. Safi kabisa. Niambie. Habari za siku? Salama. Uko poa? Safi, unaendeleaje? Mimi nipo vizuri kabisa. Karibu mwanangu. Asante mwanangu, vipi lakini? Tuko poa. Mwanangu, haya maisha sasa hivi haya. Changamoto mwanangu. Mwanangu, mimi nilikuwa na shida mwanzako, yani hapa nahangaika mtaa mzima. Shida ipi ndugu yangu, eleza. Yani hapa achaka mwanangu. Mwanzako na shida sana tu. Shida ipi, elekeza. Mimi naweza nikakusaidia. Mwanangu ni wa faida, afu jirani yangu kabisa. Najua kabisa nikiongea shida zangu unaweza kunisaidia. Ndio. Mimi najua naweza kutatua shida yako. Mwanangu, na shida kama ya pesa 300,000 mwanangu. Nina kipengele mdogo wangu kama hivyo unavyomuona anaumwa. Kwa hiyo nahitaji pesa kidogo nimfanyie matibabu aweze kupona. Sawa. Sasa ndugu yangu, hiyo hela kweli umepata. Ndio. Lakini subiri kidogo nini nikachukue. Kuna mtu nilikuwa nimemwazima lakini akawa ameniahidi leo niende nikachukue. Ndio. Hiyo hela umepata. Asante. Nashukuru kwa kunipa hiyo habari. Najua nitakumbwa na nini? Ndugu wangu anaumwa macho kuanzia juzi, ananisumbua kweli, macho yanamsumbua, sijui ni nini shida. Kweli bwana, ugonjwa wa macho umezuka sana sasa. Ugonjwa wa macho umezuka, hata mzee fulani wakipige pale nasikia naye hivyo. Ugonjwa wa macho hivyo ameumwa. Kwa hiyo sielewi. Ngoja kwanza tufanikishe hili afu tuje tutafanyaje. Sawa. Sawa jirani. Karibu sana. Haya sawa. Sawa. Haya. Ambia mwanangu. Sana vipi hapo? Fresh kama kawa. Kama kawaida, vipi harakati? Ni aje fresh? Mbona kama kinyonge hivi? Kinyonge gani mwanangu? Mimi naona sasa hivi tabasamu limerudi nini? Soma kesi mtu wangu. Fresh za kitambo mwanangu. Fresh kabisa. Niko zangu na furaha hapa hivi mwanangu, brother, nirudi nikamwendea pale. Anielewa sawa vitu tunaishi naye. Kwamba brother anakuelewa sasa hivi mazingira kila kitu? Bila kuchoka, kanipa ila mwezi mmoja. Ngoja naona sasa hivi mwanangu tabasamu nini mwanakangu? Unachomesha. Naambia lakini mipango huko vipi? Nilipo zangu sasa nimepata kazi ndugu yangu. Nipo na chachalika hivyo naingiza 200-300 safi naishi. Sahihi mwanangu, maki unajua sasa hivi nahitaji mtu ujitume. Sahihi. Yani kwenye kila kitu ambacho nakifanya takiwa ujitume. Mtoto kiume babu sasa hivi natakiwa nini lezo unajua ile sana. Usiwaze. Hivyo kama natakiwa kazi kwamba unajua sasa hivi kila kitu afapa town mwanangu. Nakubali. Yani kila kitu tunachofanya takiwa kulegeza mwanangu hapa piga moto. Kulegeza sio poa, kulegeza nako sio poa, inabidi ukaze kweli. Sahihi mtu wangu, swala limeisha ndugu yangu. Mwanangu unaona sasa hivi vipi lakini bro anaendeleaje? Yuko good. Kabisa. Yuko anaenjoy. Tambo brother yako ile anangana yule brother yako sio poa. Yuko mitini huko mzee, anarudi jioni. Yule brother yako mimi namuonaga kama ngumu kisenge, ndio maana ukuta kwamba sijataka mambo wewe. Wewe achana naye mazoea yule kupunguza. Wewe unaelewa mimi na yeye mwanangu ndo damu. Sana mimi nakukubali sana mwanangu, afu mwenyewe bwana kuna mazingira fulani hivi. Kwamba nitakushirikisha kwamba mimi nataka nioe sasa hivi bwana. Usijali nitakuwa mshenga wako ndugu yangu. Sio. Salut. Nakubali. Sasa nielekeze. Mida basi ngoja mimi nimwoe brother basi. Ndio rudi hivi mtaani. Nitarudi mtaani. Poa mwanangu, mzingatie sana mwagie brother yako jao yule sio poa. Naelewa ndugu yangu. Poa mwanangu, hamna noma. Poa basi. Mwenye nipo unajua mambo ya mwindi hapa na jaribu ku. Sahihi. Odis 2-3 nini? Chukua odis mzee wangu. Unajua ndoa kesho kutwa tu. Gang boy. Unachomesha. Sasa hapo sana. Chafu mwanangu. Poa, hamna noma mwanangu. Vipi hai bro? Poa. Udogo kaenda wapi tena wewe? Udogo si nilimwacha hapa wewe. Udogo mapicha wewe. Ngoja kwanza nikamcheki kwanza maana sielewi. Maana udogo
hawatakuwa chini uvungu. Usielewe. Da, mbona wangu. Da. Udogo huyu sasa. Si huyu hapa. Udogo. Umetokea? Nimetoka mara moja. Uko umeenda? Pale nimeenda kwa jamaa wangu mmoja hivi na mchongo fulani kwa nimeongea naye. Sasa wewe kipofu unatokaje nje unaondoka unaenda kwa jamaa wewe? Umepajuaje kwanza mpaka umefika? Alinifuata hapa blaza nyumbani. Akurudisha nani sasa? Yeye mwenyewe kanileta hadi hapo nyuma hapo. Kwa hiyo nakakuacha hapa kaya yuko. Ndio nikana papasa hapa ndo maana nimefika hadi hapa nyumbani. Au sio? Ndio. Na ni mchongo gani mlikuwa mnazungumzia? Mchongo wa hela tu ndefu tu blaza wala usiwazi. Mimi mwenyewe hapa sina chochote mdogo wangu afu sielewi. Jana yenyewe nimetoka kwa jirani pale kumwazima hata kiela kidogo naona kama anafeli yani. Leo nimeenda mlango umebanwa na kufuli kama vile afu sielewi. Mwenyewe yule mshikaji niloongea naye yule ameniambia fedha inatoka kesho kule mchongo tulikuwa tumeenda kupiga kule kwa hiyo yeye anaisikilizia hadi kesho mambo yanakuwa mzuri. Kwa hiyo uhakika kesho ya Kibunda. Kesho unaweza ukala nyama choma blaza usiwazi. Mdogo wangu ndo kama hivyo yani unavoumwa alafu ndo hivyo. Sielewi yani mpaka sasa hivi. Tunafanyaje ili uweze kufaitisha mazingira yako kawa kama zamani? Hilo siwazi. Pamoja sana tutafanikisha tu hilo ambalo tutalipanga. Poa blaza. Haina shida. Poa. Oho! Vipi mwanangu? Muda kama kawa. Sana vipi? Fresh. Mbona mwanangu siku 2-3 hizi ungazi hata kitaa. Ngazi gani mwanangu harakati ile unajua tena kikangu boy nini? Basi fresh mwanangu. Afu juzi kati mwanangu nimesikia mdogo wangu umemleta paka pale afu hujatokea Kiomboi. Ya sasa hii Dogo Janja alikuwa amekuja pale mtaani. Kwanza mimi nilimfuata pale mtaani kwako. Nilikutana Dogo Janja pale nikamuelekeza maelekezo moja mbaya kwanza kwa sababu Dogo mwenyewe nilikuwa na kipengele naye maskani kwangu. Kuna michongo fulani hivi ni tuko na naweka sawa. Sasa kama mlikuwa mnaweka sawa Dogo anaumwa yule kipengele gani ambacho anaweza sasa hivi kufanya kipengele? Mimi yaishi mwanangu anaumwa ni Dogo Janja. Afu mbona mimi nilikuwa naye ile? Oya mwanangu Dogo anaumwa yule. Muone kama Dogo anaumwa yule. Anaumwa? Dogo anaumwa macho yule haoni yani kipofu. Kuanzia majuzi kuanzia wiki ilaisha sasa Dogo kipofu haoni. Afu nakuja kuniambia kwamba Dogo mzima. Yule mwanangu mimi damu yangu. Afu mimi naelewa mazingira yake yote. Yote. Sasa unaona kwa anaumwa mwanangu Dogo anachanganya. Wewe kwamba unataka kuniambia kwamba Dogo mzima au si? Dogo Janja mzima vile vile. Oya miayusho mwanangu najua unanizingua hapa sielewi. Wewe miayusho mwanangu, mbona niletea pigo kama hizo boy? Hayo maelekezo michimbo mwanangu. Sio kweli mwanangu. Mwanangu kama hivyo mwenyewe namba mwanangu. Oya mwanangu nikwambie kitu. Mwenyewe namba ile kama ile. Mwanangu 26 mwanangu. Sikilize basi sikilize unalopoka mwanangu unalopoka. Alafu nyote wa shamba. Sasa sikilize. Mimi sitaki mkungaze na mdogo wangu. Sitaki mkungaze na mdogo wangu mahali popote maana sasa wewe unampa ukichia. Bora cheleko wewe mwanangu unasikia mwanangu. Wewe usinifanishe na shoga yako mimi sikilize mshamba. Mwenyewe Dogo Janja namkalisha vile vile hapo mwenyewe kama namkalisha Dogo Janja mwenyewe na kukalisha vile vile. Sikilize mshamba wewe. Nisikilize kwa umakini. Pigo za kumfuatafuata mdogo wangu kama demu wake achana nazo, acha ushamba huo. Wenzako sasa hivi wanatafuta pesa mjomba. Masuala kufuatana nyuma achana nayo. Hizo nyama babu zisichanganye mwenyewe kidali hapo. Kitambo. Huni mimi nimeanza kitambo mwanangu usinikalishi. Huni mwenyewe kitambo mwanangu usinikalishi. Oya mwanangu msikia. Takufuata chini kama
Pita mikito mwanangu. Mwanangu kwanza pita hivi. Wewe, Pita hivi mwanangu. Mwenyewe mjikatae. Wewe pita hivi. Wewe jikatae. Kama vipi jikatae? Wewe usijikatae, bwana msenge tu. Kidogo. Usikia? Takukita mikito mwanangu kwanza pita hivi. Wewe, pita hivi mwanangu mwenyewe mjikatae. Wewe pita hivi. Wewe jikatae.